nazijua siku zangu za hatari. Kwa hiyo baba mtoto namjua. Kwani wewe haumjui baba mtoto ni nani? Mbona baba mtoto niko naye hapa na ninazungumza naye? Fungua macho yako mzee. Sikitu nyanyuka hapo nitakuzibua wewe. Unamkunjia nani sura wewe? Kama umemenywa jipu. Nio. Bwana, hii hapa ni recap ya episodi ya 24, episodi ya tamthilia ambayo inakwenda kwa jina la Sikitu, ambayo imeandaliwa na Clam Vevo. Bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeonekana katika episodi hii, nimeamua ni jump hapa moja kwa moja ili kukupa recap kwa watu ambao wanafuatilia hii tamthilia ya Sikitu. Bwana, katika episodi ya 24 inamuonyesha Clam akiwa yuko katika nafasi ngumu sana, wazungu wanasema dilema, yani yuko njia panda, anashindwa kufanya maamuzi ambayo anahisi kwamba anaweza akawa sahihi sana kwake, kwa sababu akili yake na moyo wake vinapingana. Nasema hivyo kwa sababu katika episodi hii hapa ya 24 ni kwamba Clam anapitia wakati mgumu sana katika suala zima la maamuzi yake katika wadada hawa wawili ambao wote wana sifa tofauti. Clam yeye anampenda Sikitu, lakini huyu Sikitu anaonekana wazi kabisa kwamba hayupo katika mapenzi na Clam. Yani Clam yeye moyo wake unampenda mno Sikitu, lakini Sikitu yeye anamchukulia Clam kama mshikaji, kama mtu wa karibu. Lakini upande wa pili tunaona kwamba kuna mwanadada anaitwa Grace ambaye yeye anampenda mno Clam Vevo. Kwa hiyo Clam yeye anapendwa na Grace, lakini yeye Clam mwenyewe anampenda Sikitu ambaye Sikitu mwenyewe anamchukulia poa Clam. Nadhani utakuwa unaelewa. Sasa kwa upande wa Grace huku ambaye anampenda sana Clam, ni kwamba huyu Grace yuko tayari mpaka yeye na baba yake wampatie kampuni Clam aiongoze. Unaelewa? Na hii ni nafasi kubwa sana ambayo Clam amepewa kutokana tu na kwamba Grace aliveshwa pete ya uchumba na Grace. Lakini upande wa Clam yeye mwenyewe moyoni mwake bado anaonekana wazi kabisa kwamba hajafikia maamuzi ambayo watu wengi sana wanatamani ayafanye. Clam yeye yuko katika dilema kama nilivyosema hapo awali kwamba anafikiria, je, afuate moyo au atumie akili? Yani kwamba akitumia akili na maana kwamba kwenye swala zima la kubadilisha maisha yake kwa ujumla anatakiwa awe na Grace, kwa sababu Grace yuko vizuri kiuchumi na ana nafasi nzuri zaidi ya kuwa na mafanikio katika maisha yake iwapo kama akiwa na Grace. Lakini upande wa pili yeye moyo wake kwenye swala la hisia bwana, ni kwamba yeye moyo wake unaonekana wazi kabisa kwamba anatamani awe katika mapenzi na Sikitu, kwa sababu ndiye mwanamke ambaye yuko moyoni mwake. Kwa hiyo hili ni sakata zito sana ambalo Clam anapitia mwenyewe kufanya maamuzi katika direction ipi aende kwenye upande wa mapenzi kati ya hawa wadada. Lakini pia vile tunakuja kugundua kwamba baba mzazi wa Clam yeye anajaribu kumsii kwamba haitakiwi kufirisika. Anachotakiwa Clam kukifanya ni kuingia moja kwa moja kwenda kwa Grace na awe na Grace, na hususan ni tayari ameshamvisha pete, inatakiwa wafanye mambo mengine yanayofuata. So kitendo cha Clam kumvisha pete Grace, tuliona kwamba alivyoingia ndani bwana hakukuwa na lolote ambalo liliendelea. Clam akaamua kuondoka, yani hisia za Clam hazipo kabisa kwa mwanadada huyo Grace, na hii imeonyesha kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine Grace alikuwa very disappointed, alijisikia vibaya sana baada ya kuona kama vile Clam amempuuzia. Lakini watu wa karibu wa Grace walimsii kwamba huko mbeleni mambo huenda yakawa mazuri, kwa sababu hapa ni bado mwanzo, hawajazoeana, mambo hayawezi yakawa mazuri kama the way ambavyo yeye anavyotaka, lakini huko mbeleni mambo yatakuwa vizuri. Lakini kiukweli tunafahamu kabisa kwamba Clam yeye mapenzi kwa Grace hakuna, na moyo wake, feelings zake na mapenzi yake yapo kwa mwanadada Sikitu.
Sasa upande wa Sikitu naye tunaanza kuona pia katika episodi hii ya 24 taratibu naye pia anaanza kuingia penzini, japokuwa kwa asilimia chache sana, lakini ni kitu ambacho tumekiona pia katika hii episodi ya 24. So tunachotaka tuone ni kwamba tulikuwa kwa watu ambao wanafuatilia wataelewa kwamba ni kwamba hapa Clam ye mwenyewe tutaona, je, atafanya maamuzi yapi? Ataenda kwa Sikitu kutokana na hisia zake, au ataenda kwa Grace kutokana na kitita cha fedha ambacho Grace na familia yake wako nacho. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo, maana huku bwana kwenye kampuni ya babake Grace, Clam ameahidiwa kupewa nafasi ya kuwa kiongozi katika kampuni hiyo. Kwa hiyo kazi ni kwake, atachagua wapi aende. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Jambo ni zito, moto unazidi kuwaka katika episodi hii ya Sikitu. Bwana, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe, kwa sababu tutakuwa tunakupa recap ya kila episode ambayo itakuwa inakuja katika series hii pendwa kabisa ya Sikitu, moja kati ya series ambazo obviously lazima zitakupa elimu ya hali ya juu katika swala zima la harakati za maisha, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vijana wengi sana huaga wanapitia. Umeona? So hakikisha una subscribe, unaweka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tunasoma na kureplay, lakini pia inatakiwa ujiongeze kwa kusikiliza tu, na pia ukawa unajifunza vitu kupitia kinachoendelea katika episodi hii ya Sikitu. So kilichotokea bwana ni kwamba naam bwana, story hii kwa upande mwingine, maana tunaelewa kabisa kwamba katika story ya Sikitu kuna pande tofauti. Sasa kuna upande wa Kaniki bwana. Hivi karibuni nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Kaniki bwana alipopokea kifo cha Chris, ni kwamba hizi ni taarifa ambazo zilimfanya Kaniki awe mtu mwema na akawa ni mtu mzuri kabisa, lakini kilichotokea ni kwamba Kaniki bwana siku moja alienda kumuokoa mshikaji wake wa karibu, lakini baada ya hapo akawa anapita kijiweni. Lakini kitu ambacho kilichotokea ni kwamba alipopita kijiweni wauni wakamwambia kwamba anayoyafanya sasa hivi kubeba matenga na kupata pesa ndogo, yani 4,000 kila siku, sio dili kabisa kwa mtoto wa kiume. Ni bora arudi kazini, yani arudi kati, aanze kupiga vishindo na wauni ili basi mambo yawe tofauti na maisha yawe mazuri kwa upande wake. Yani maana yake ni kwamba wao wanachukua metipula kama kawaida. So Kaniki akaamua kuwa ninja, maana kikosi cha wauni kilikuwa hakuna mtu ambaye anayeweza kuwaongoza, na vile vile hakukuwa na mtabi yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kuongoza kikosi cha wauni baada ya Nagwa kutoweka kwenda South Africa. Nadhani unafahamu kwamba Nagwa alikuwa yuko South, na kaka wa Chris ambaye ni Shadow aliweza kumtonya Nagwa na kumwambia kwamba apotee ili aweze kwenda kuishi South Africa. Hivyo basi huko sasa ni kwamba kwa upande wa pili wauni huku Nagwa alikuwa amewaacha peke yao. Sasa baada ya wauni kubaki peke yao, Kaniki sasa ndiye amepata usukani na yeye ndiye anaongoza genge hilo la wauni. Sasa Kaniki ndo amekuwa mkuu wa kikosi bwana. Ukitaka kumjua Kaniki sasa ni nani, basi utaelewa kabisa kwamba Kaniki sio mtu wa kawaida, yani ni moto kukalia mbali bwana. Katika pita za mtaa wakakutana na muhuni, ambapo hapo sasa ndipo mwamba alikuwa huyu mwamba ambaye alimkuta mtaani bwana, ndiye alikuwa anamfuatilia na kumnyapia Sikitu. Sasa kilichomkuta huyu kijana ilikuwa ni kasheshe ndomboro ya solo. Hata yeye mwenyewe pia alishindwa kuamini, maana Kaniki alivyomuona tu akamwambia, wewe hebu simama hapo, tulia, acha kuleta mapepe, yani ukizingua tu tunakuchepa. Yani maana yake ni kwamba tutakutoboa visu, mapanga na vitu vingine kama hivyo. Yani Kaniki alikuwa ameshika kikwakwa cha kukatia nyasi, watu wengine wanasemaga ni siko, na akamwambia kabisa, Kaniki akamwambia kijana kwamba ukijichanganya na kutoa masikio. Na jamaa alivyosikia sauti ya Kaniki ikimwambia hivyo, akiambiwa kwamba tulia, nitakuchenjia, basi moja kwa moja tena akaambiwa nitakupukutisha zaidi, maana ukijichanganya tu naweza nikadili na wewe mstari mmoja. Basi muuni kabidi atulie, na baada ya kusimama bwana, Kaniki akamsogelea na kumtia mtama. Yani alipigwa buti la maana, unaambiwa kwamba kinywele ya kutaka kulemba, na Kaniki akatuma jeshi waweze kumpukutisha muuni, yani wachukue kila kitu. Na baada ya hapo ni kwamba Kaniki akamwambia, sasa sikiliza bwana, nimekuona kitambo sana unamfuatilia dada yangu Sikitu. Sasa sikiliza, Sikitu acheki na wowote, yani Sikitu hawezi akachukuliwa na boya kama wewe. Mambo hayo ya Kaniki.
tena mtu asiyejiheshimu wala kujielewa. Sikitu ni mtu wa kutoka na matajiri, sio wajinga kama wewe. Tena unatakiwa ukae pembeni, ukae naye mbali, usije ukamsogelea tena. Nitakachokufanya ni hamna, naomba uwe na heshima. Basi mshikaji alivyosikia hivyo na virasta vyake ikabidi atulie, na akaambia kwamba Rasta, ukiendelea kujichanganya bwana, nitakutolea kitu cha ajabu sana ambacho hajafanyiwa ulimwengu huu. Bwana Kaniki baada ya kumpukutisha mshikaji na chukua kila kitu, wakamwacha mwana, na mwana akaamua kutoka mibio. Bwana Kaniki akawa anamtupia maneno huko, akamwambia endelea kujichanganya, nitakuonyesha jambo. Yani hapa kama ulikuwa hujui, basi ulikuwa unacheza na moto, na moto sio kawaida, unacheza na moto mzito. Bwana wanangu, Kaniki kabidi alishtue jeshi lake na kuambia washikaji kwamba sasa tunaanza kukinda mtaa kwa mtaa, yani tunapiga robali ya kuanzia hapa, kila sehemu tunayopita, kila mtu tunayekutana naye tunakwala chochote ambacho yuko nacho, hakuna tunachokiacha. Bwana hili ndo lilikuwa sasa lile genge la wauni, na kwambia mpenzi mtazamaji, sasa limekuja kwa kasi, na Kaniki amekuwa shetani kabisa aliyepitiliza. Kwa kifupi ni kwamba Kaniki ameamua kuonyesha moto wake, ameamua kumwaga moto wa hali ya juu. Bwana, kama unawakubali hawa wana, hebu onyesha upendo wako pia kwa kudondosha like hapo kwenye comment section, na pia vile usisahau kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, maana tunakuwa tunasimuliana story kuhusiana na recap ya vitu ambavyo vimetokea katika tamthilia ya Sikitu. Bwana, anataka ufahamu na utajua kwamba je, Chris ataweza kufanikiwa na kumkimbia Nagwa Sauzi kama anavyomkimbia kila siku, na je upande wa baba mzazi wa Chris mambo yatakuwaje pia vile. Na pia usisahau kwamba familia wa kina Kaniki kule bwana, familia ya Bikauya, nyumba mjengo ule unataka kuuzwa. Sasa je, nataka ufahamu pia kwamba je hilo swala litafanikiwa au vipi? Bwana, kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, nataka nikusimulie story jinsi ilivyo haraka. Bwana, baada ya Kaniki kukinda na kuleta vitu kati, ni kwamba tunarudi upande wa ndoa sasa, kwenye mambo ya ndoano au vipi bwana. Kwa kifupi ni kwamba baada ya kupewa kila kitu na baba wa Grace, bwana Noah tayari ameshaanza kuota mapembe. Sasa hivi ameanza mpaka kutishia watu wote ambao walikuwa wameamua kumsaidia, kutokana na kwamba yeye yuko na kila kitu. Bwana Noah ameanza mpaka kumchimba mkwara baba mzazi wa Chris na kumwambia kwamba nimekuona umeingia ofisini kwangu, kitu unachotakiwa kukifanya wewe ni kutoka, tena ukae mbali kabisa na hiyo ofisi, yani usije ukasogeza miguu yako, nitakufanya vibaya. Naenda kaongea na mjinga wako, yani yule sekretari, kaongea naye, yeye ndiye atakayekupa kila kitu na atakupa maelezo yote. Hivyo basi baba mzazi wa Chris akatoka na yule sekretari akampatia taarifa zote kwamba bwana Noah sasa hivi ndiye mwenye pesa nyingi, ndiye mwenye hisa hapa katika hii kampuni. Kwa kifupi ni kwamba Noah ndiye bosi, ana hisa kubwa kuliko mtu yoyote katika kampuni. Hivyo basi baba mzazi wa Chris akabidi ashangae na akasema kwamba nilijua tu kwamba haya atakuja kutokea. Akatoka pale na kuingia ofisini kwake, huku akiwa anatikisa kichwa na kuwaza kwamba rafiki yangu wa kitambo kabisa, tena wa muda mrefu ameweza kunisaliti. Kwa hiyo hapa kitu ambacho amekifanya Noah ni kwamba anataka kutengeneza mtiti kati ya hawa wazee wawili, yani wanatakiwa wazuriane wenyewe kwa wenyewe, ya wafanyiane umafia, wafanyiane ubayani, mmoja aweze kumuua mwenzie. So hii ndio plani ya Noah, ili mmoja abaki peke yake. Lakini ukija ukicheki upande wa Grace huku bwana, yeye alikuwa amelala kitandani, ajui chochote kinachoendelea katika huu ulimwengu. Bwana Chris yeye tokea siku ya ndoa mpaka sasa hivi ni kwamba yuko pia kitandani, lakini kwa upande mwingine ukumbuke kwamba Nagwa bado anamsaka Chris. Bwana Nagwa anajisikia uchungu kupitiliza, anamsaka kwa udi na uvumba Chris. Tunataka tujue pia kwamba nini kitakuja kutokea iwapo kama Nagwa akikutana na Chris, mambo yatakuwaje. Lakini pia tunafahamu kwamba atapewa details zote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea na atamwambia nini anachotakiwa kukifanya. Yani ni kwamba tunapoelekea huku inaonekana kwamba Chris atakuja kupinda na kuwa muuni na kuja kuongoza magenge yote ya wauni bwana huko kitaa. Yani Chris ndo atakuja kuwa ninja. Kwa hali hiyo inaonyesha kabisa kwamba huyu ndo atakuja kuwa mtu hatari zaidi, na Noah kitu ambacho atakachokifanya na hisi kwamba atakuja kumuua baba yake na Chris na baba wa Grace, ili yeye ndo awe mmiliki halali katika kampuni. Katika hivyo vitu vyote nadhani utakuwa unaelewa kabisa hayo yakiwa yanatokea. Upande wa pili Chris atakuwa tayari ameshakuwa muuni, na atakaporudi Tanzania Noah naye pia atakuwa kwenye hali mbaya. Bwana
hali ya Noah itakuja kuwa ngumu, yani isiyoelezeka. Kwa kifupi ni kwamba atapitia wakati mgumu na kipindi ambacho anatakiwa atulize akili kupitiliza. Sasa Chris tunavyohisi ni kwamba ndiye atakuja kuwa mshindi wa kile ambacho kinachoendelea. Sasa tukija kwa upande wa Bibi Kauya, familia ya wakina Kaniki ni kwamba Kaniki yeye bwana na familia yake, nyumba inataka kuuzwa kama alivyosema hapo awali. Ni kwamba tajiri alipofika tu kwa ajili ya kuangalia, wakaanza kumwambia vipi. Tajiri ikabidi atoe milioni 20. Mume wa Bi Kauya akaanza kusema kwamba unajua sisi hapa tuko 4, sasa basi hii pesa unayotaka kuitoa tajiri ni ndogo mno. Milioni 20 bwana ni hela ndogo, na kila mtu ikabidi waanze kumwangalia yule mzee na kumwambia wewe mzee umechanganyikiwa. Kwa nini unajiweka katika familia? Wewe nani aliyekuweka katika hii familia? Yani hata mke amemgeuka pale pale na amemgeuka to the maximum. Akaanza kuanzisha mtiti pale pale kwamba nyumba haiwezi kuuzwa, tena haiwezi kuuzwa hata kidogo. Uwe na heshima mzee. Yani hapa tumekukaribisha, alafu unataka kutushika masikio. Kaniki akatoka na kwenda kuchukua fimbo, akataka kumtandika yule mzee. Baada ya hapo bwana watu wakamzuia na bosi akaondoka. Lakini upande wa Chris ni kwamba bado yuko na kimada wake ambaye ni dada Poa ambaye anajiuza kule South Africa, ambaye aliweza kumsaidia, na inaonyesha kwamba Chris amekuwa kama vile ni kibenteni. Yani dada anaenda kutafuta maisha, Chris ametulia zake ndani kama benteni inavyofahamika hapa town. Mambo yalivyo ndo hivyo anavyoishi kule Chris. Kwa kifupi ni kwamba Chris ameingia katika penzi na mtu mwingine. Sasa watu wanajiuliza, je, nini kitatokea kwa Sikitu? Akikutana Chris na Sikitu, penzi litarudi? Na je, kwa upande wa pili huku kwa Grace itakuwaje pia? Yani mambo kidogo yameanza kuwa mazito kweli kweli. Bwana, nataka nikukumbushe tu, kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe ili uwe unapata on time kila simulizi au recap ambayo tunakuletea kuhusiana hii story ya Sikitu. Lakini pia weka maoni yako pia katika comment section, na pia like, na weka maoni yako bwana, tuambie katika hii story ya Sikitu ni nani ambaye unayemkubali zaidi. Bwana, mtiti unakuja, unaambia kwamba Noah ameamua kuchunganisha hawa wazee wawili. Yani Noah ameamua kuwachanganya. Alimfuata baba wa Chris na akamwambia kwamba naona unahangaika sana, unahangaika mno, na unataka kupambana na kivuli chako. Kitu usichokijua ni kwamba wewe, kitu unachotakiwa kufanya kabla hujaniangusha mimi, muangushe kwanza baba yake na Grace. Then ukiweza kumwangusha yule, basi utaweza kunifikia mimi. Na baada ya kutoka hapo, baba wa Chris akamwambia kwamba nalijua hilo. Inaonekana kwamba wazee tayari wameshaweza kuchonganishwa na kila mtu anachonganisha kwa staili yake. Yani kwa kifupi ni kwamba Noah anacheza mchezo ambao wa kimafia zaidi kwa kutumia akili kuliko hata wazee walivyokuwa wanawaza. Kwa wao wanatumia triki za zamani, lakini Noah yeye anajiongeza kama kijana ili kuweza kuwamudu wote wawili. Bwana, baada ya kutoka pale ni kwamba alienda moja kwa moja kwa baba wa Grace, na baba wa Grace alivyomuona tu akamwambia kwamba yani unajua kijana, katika watu ambao nawachukia basi wewe ndo wa kwanza, yani sikupendi hata kidogo. Mzee amemwaweke wazi, amwambie wazi kabisa kwamba hamtaki huyo Noah hata kumuona. Noah alivyosikia hivyo alicheka sana, na akacheka kwa dharau na huku akitikisa kichwa na kumwambia kwamba mzee ikabidi amuulize kwamba unacheka. Noah akasema ndio nacheka kwa sababu nimefurahi. Kitu sichokijua ni kwamba mtu wa karibu zaidi ndiye anayenipa support mimi, tena ananipa support to the maximum, na yeye ndo anayenipa support mimi ya kutosha ili mradi tu niweze kukuangamiza. Kwa hiyo mzee bwana, jitafakari tena, piga hatua, uchukue hatua, changamsha ubongo, fungua macho, na unachotaka kukifanya kinaweza kutokea puani. Noah tayari ameshatengeneza vita tayari ya hawa wazee wawili ambao wanamiliki hii kampuni, kitendo ambacho Noah imeonyesha wazi kabisa ameamua kuwachezesha mchezo mchafu zaidi, na hapa ndipo utakapokuja kujua kwamba Noah ni nani. Bwana, Noah kitu anachotaka kukifanya ni kuhakikisha kwamba hapa kuna kuwa na vagi na hawa wazee wanaanza kuliana njama, wazee wataanza kuindana. Hicho ndo kitu ambacho Noah ameplani kukifanya. Lakini pia vile vile huwezi jua, inavyoonekana ni kwa namna moja au nyingine, inawezekana kwamba hawa wazee nao pia wanamzunguka Noah, anataka kumuona wanataka kumuona na akili gani, kwa sababu hawa wazee wanafahamiana tokea zamani. Kwa hiyo Noah na yeye pia anaweza ikaja likamkuta jambo zito bila yeye kujua, kwa sababu mambo ni mengi, hawa nao pia ni watu wazima. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mchongo ulivyo. Bwana, hii ndo ilikuwa episodi ya 23
ya tamthilia pendwa kabisa hapa Bongo ya Sikitu. Umeona bwana, so hakikisha una subscribe. Hicho ni kitu ambacho napenda sana kukusii kwamba hakikisha una subscribe ili usio unapitwa na update zote, kwa sababu tunakupa recap, tunakupa mfululizo wa simulizi kuhusiana na episodi zote za Sikitu taratibu kabisa, ili tuwe tunaenda pamoja. Naam, so kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu nasi ili usio unapitwa na update zote pamoja na episodi zote za tamthilia mbalimbali ambazo zinafanya vizuri, nitakuwa nakusimulia kwa haraka. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hakikisha una subscribe.